kadhalika miongoni mwa maulama ambao Bwana Yusuf Abdi amewagusia kwamba wameelezea maulidi kwenye vitabu vyao, ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, mpaka mimi nikashangaa. Lakini kadhalika al-Imam Suyuti pia akamuelezea kwamba alijuzisha maulidi. Na kwa kuwa watu hawapitii vitabu, ukimwambia kwamba Imam Suyuti ambaye ametunga vitabu vingi na watu wafaidika kama vitabu vya Mustalah al-Hadith na vingineo, watu ushtuka, Imam Suyuti, naam, enda kaangalie. Ana kitabu hasa Imam Suyuti amekitunga, anazungumzia kuhusu maulidi. Mshafahamu? Ibn Kathir amegusia kwenye vitabu vyake kuhusu maulidi. Na wengine, yani mimi naweza kukupa majina ya wanaochuoni wasiopungua 15 katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Ni kweli Imam Suyuti alijuzisha maulidi na akaitungia kitabu kabisa. Kaitungia kabisa kitabu Maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kitabu hicho amekitaja Abdullah Ahmad Tuwaiji kwenye kitabu chake Al-Bid'a al-Hawliya. Soma kuanzia ukurasa wa 137 utaona. Sasa al-Imam Suyuti katika kile ambacho amekisema al-Imam Suyuti ni kwamba yeye alikosea, na mwanachuoni akikosea anapata thawabu moja, akipatia mwanachuoni anapata thawabu mbili. Anapata thawabu mbili mwanachuoni, lakini akikosea anapata moja. Lakini haifai kumfuata mwanachuoni huyo katika makosa yake baada ya kuwa umebainikiwa na haki. Hasa wewe umeshajua kwamba bid'a, maulidi ni bid'a. Leo unakuja unataka kumtumia Imam Suyuti kuhalalisha maulidi. Hada ghalat. Dalili ziko wazi. Khilafu ya Imam Suyuti katika kuhalalisha maulidi ghairu mu'tabara, haizingatiwi. Kama tulivyoona kwamba ili khilafu izingatiwe lazima vitu viwili. Kwanza, nyuma yake kusio kuna ijmaa, na swala la maulidi lina ijmaa ya salaf kwamba halipo, masahaba wa kufanya, matabiina na matabi'i tabiina, wala maimamu wanne wa kufanya. Kadhalika ili khilafu iwe ni mu'tabara, ni lazima khilafu hiyo isikhalifiane na misingi ya kisheria. Na misingi ya kisheria katika mambo ya uzushi, Mtume amesema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, mwenye kuzua katika dini yetu hii jambo ambalo halimo atarejeshewa jambo lake. Na katika riwaya man amila amalan, mwenye kutenda matendo laysa alayhi amruna, ambayo hayapo katika dini yetu, fa huwa raddun, matendo yake yarejeshwa. Na kwa msingi huu, ikiwa maneno ya Ibn Taymiyyah yatawakusudia watu wote kwamba wanaweza wakapata thawabu kwa sababu ya nia yao njema, maneno yake pia yanahesabika ni makosa kwa msingi wa hadithi hii. Kwa sababu wenye kusherehekea maulidi wanakuwa wamewaiga ima mashia au wamewaiga wanachuoni ambao waliteleza, jambo ambalo halifai kuwaiga wanachuoni walioteleza, kwa sababu wako maulama waliojuzisha muziki kabisa, wamejuzisha muziki, na wako maulama ambao wamejuzisha mtu kumuoa binti yake wa zinaa, yani mtu kafanya zinaa kapata binti. Wako maulama wamejuzisha kumuoa. Hizi ni khilafu. Lakini je, khilafu hizi ni mu'tabara? Je, wale waliosema kwamba inafaa muziki wazingatiwe? Wale waliosema kwamba inafaa kumuoa binti wa zina wazingatiwe? Jawabu la. Kadhalika Imam Suyuti aliyesema
na aliyejuzisha maulidi azingatiwe, khilafu yake laysa bimu'tabar, kwa sababu kwanza imetanguliwa na ijmaa ya kutokubaliana na maulidi. Pili, kusherehekea mazazi ya mtume kuna khalifiana na misingi ya sheria ambayo tumeitaja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikimiwe kwanza inshallah. Sasa Bwana Yusuf Abdi na wenzake pia wameelezea kuhusu Ibn Kathir kwamba na yeye amegusia maulidi kwenye vitabu vyake. Anasema Yusuf Abdi ya kwamba Ibn Kathir amegusia katika vitabu vyake kuhusu maulidi, na wengine, yani naweza kukupa majina ya wanachuoni wasiopungua 15 katika ahli sunna wal jamaa. Na kwa kuwa watu hawapitii vitabu, ukimwambia kwamba Imamu Suyuti ambaye ametunga vitabu vingi na watu wafaidika kama vitabu vya mustalah al-hadith na vingineo, watu ushtuke, Imamu naam, enda kaangalie, ana kitabu hasa Imamu Suyuti amekitunga, anazungumzia kuhusu maulidi. Ushafahamu? Ibn Kathir amegusia kwenye vitabu vyake kuhusu maulidi, na wengine, yani mimi naweza kukupa majina ya wanachuoni wasiopungua 15 katika ahlus sunna wal jamaa. Sasa Yusuf Abdi hapa alipaswa aweke wazi kwamba Ibn Kathir ameigusiaje maulidi. Hakupaswa kuishia hapo tu kwamba Ibn Kathir amegusia maulidi kwenye vitabu vyake. Ameigusia kwamba ina khilafu, au ameigusia kwamba inafaa, au ameigusiaje? Ukisoma kitabu cha Al-Allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, قال العلامة الحافظ عماد الدين أبو الفدائي إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، أمسيما العلامة الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ambaye alizaliwa mwaka wa 701 na akafariki mwaka wa 774 akiwa na miaka 73. Fil bidayati wal nihaya, katika kitabu chake kinachoitwa Al Bidayatu wan Nihaya, katika safha ya 200, juzu ya 17 safha ya 200, anasema hivi: sanatu 30 wa 600, mwaka wa 30, mwaka wa 630, sanatu 30 wa 600, mwaka wa 630. Sasa akataja matukio ambayo yalitokea katika mwaka wa 630. Sawa, akayataja mpaka akafika katika ukurasa wa 204. Alipofika katika ukurasa wa 204, Ibn Kathir akasema hivi: qala Abu Shama, amesema Abu Shama rahimahullah ta'ala, wa fi hadhihi sanati, na katika mwaka huu, mwaka wa 630, na katika mwaka huu wa 630 tuufia jamaatu min as-salatini, walikufa kundi la masultani, yani masultani wafalme mbalimbali walifariki katika mwaka wa 630. Minhu al-Mughith ibn al-Mughith ibn al-Adil, huyo ni miongoni mwao, wal Aziz Uthman al-Adil, na Aziz Uthman al-Adil ambaye alikuwa ni ndugu yake na mfalme
mfalme wa Sham ama Damascus, ambaye alikuwa anaitwa Isa bin Ahmad bin Ayyub. Konea alikufa mwaka huu. Kadhalika Mudhaffaruddin sahibu Irbila. Kwa hiyo katika mwaka huu wa 630 walikufa wafalme watatu. Alikufa huyu Mudhaffaruddin ambaye ndiye aliyezua maulidi, yani ndiye aliyeingiza maulidi kwenye Uislamu rasmi. Mwanzoni maulidi ilikuwa inafanywa na Mashia ambao walikuwa na itikadi za kikafiri kwa karne mbili. Karne mbili baadaye ikaingizwa maulidi katika Uislamu na huyu bwana Mudhaffaruddin Konea alikufa katika mwaka wa 630. Sasa kwanza kabisa lazima ujue kwamba kitabu Al-Bidayah wa Nihaya kilikuwa kinazungumzia nini? Al-Bidayah wa Nihaya, ndugu Waislamu, kinazungumzia historia. Kwa hiyo Ibn Kathir anaelezea matukio yaliyotokea katika mwaka wa 630. Kwa hiyo akamnukuu Abu Shama ambaye anaelezea kwamba katika mwaka huu walikufa masultani watatu. Alikufa Al-Mughith ibn al-Mughith ibn al-Adi, Al-Aziz Uthman ibn Adi na Mudhaffaruddin sahibu Irbila wa ghairi min wengineo. Sasa Ibn Kathir katika ukurasa wake anasema hivi, qultu, mimi Ibn Kathir ninasema, amma sahibu Irbila, ama huyu sahibu Irbila huyu, fahuwa, jina lake kamili anaitwa Al-Malik al-Mudhaffar, mfalme Mudhaffar Abu Sa'id Kulkumuri bin Zainuddin Ali bin Buktikin ahadul ajwadi, ni moja kati ya watu watukufu wasaadati kubwa na waheshimiwa wakubwa, walmuluki al-amjadi, na ni katika wafalme watukufu. Lahu, anamuelezea anasema, lahu atharun hasana. Huyu Mudhaffaruddin huyu mfalme huyu alikuwa ana mambo aliyoacha mazuri. Waqad amara al-jamia, akaanza kutaja mambo yake mazuri, akasema waqad amara al-jamia al-mudhaffariya bisafhi qasiyun, hakika alijenga msikiti wa Ijumaa, msikiti wa Ijumaa ambao ulikuwa unaitwa Al-Mudhaffariya, yani msikiti Al-Jami' Al-Mudhaffariya. Alijenga msikiti huu, alijenga chini ya mlima unaoitwa Qasiyun. Kisha akaja akasema, wa kana qad hamma bisiyaqati al-ma'i ilayhi, alikuwa amenuia kupeleka maji kwenye msikiti huo, mimai barzati, kutoka katika maji ya Barza. Maji ya Barza ni maji ambayo, yani Barza ni eneo hilo lilikuwa lina maji mengi, na eneo hilo lilikuwa liko katika mji wa Damascus katika nchi ya Sham kipindi hicho. Leo nchi hiyo leo inakusanya nchi tatu, inakusanya Jordan, inakusanya Palestina, na inakusanya Jordan, Palestina na nyingine nimesahau kidogo, lakini nchi tatu: Jordan, Palestina na nchi nyingine kwa sasa. Lakini kipindi hicho katika mji wa Damascus, Syria ya leo, kulikuwa kuna maji mengi, na katika nchi hiyo ya Damascus, mji wa Damascus, kulikuwa kuna mtawala mwingine. Kumbuka huyu Mudhaffaruddin Umar, yeye anatawala Iraq, akajenga msikiti huko Iraq, akataka kupeleka maji kwa kutoa huko Sham.
famanahu al-mu'azzam min dhalik. Al-mu'azzam mfalme wa Damascus, mfalme wa Sham, akamkataza, akamzuilia bani Isa bin Ahmad bin Ayyub. Waatalla, na akatoa udhuru, na akatoa udhuru huyo mfalme wa Damascus biannahu qad yamuru ala maqabir almuslimina bisufuh, kwamba ukipeleka maji, tukiweka mitaro ya kupeleka maji katika nchi ya Iraq, yanaweza kupita juu ya makaburi ya Waislamu. Wakana ya sasa, akaendelea akataja miongoni mwa mambo walikuwa wanayafanya, mambo ambayo alikuwa miongoni mwa mambo alikuwa anayafanya. Wakana ya'malu maulid ash-sharifa, alikuwa akifanya maulidi tukufu. Yani maulidi yale mazazi ya mtume ni matukufu kwa sababu mtume amezaliwa. Mtu akasema kwa nini kasema maulidi sharifu? Ni sawa sawa kusema maulidi sharifu, lakini kusema maulidi sharifu haimaanishi kwamba inafaa kusherehekea, kwa sababu vitu vitukufu ni vingi. Vitu vitukufu ni vingi. Miongoni mwake siku ya kukamilika dini, hijjatul wadaa, ni tukufu lakini haisherekewi. Kwa hivyo Ibn Kathir akasema miongoni mwa mambo alikuwa anayafanya huyu mfalme, alikuwa anafanya maulidi tukufu fi Rabiul Awwal, katika mwezi huu tuliokuwa nao wa Rabiul Awwal, wa yahtafilu bihi ihtifalan haila, na alikuwa akisherehekea maulidi hii kwa sherehe kubwa. Wakana maadhalika shahman shujaan batala aliman adilan, na alikuwa pamoja na kwamba alikuwa akisherehekea hii bida ya maulidi, alikuwa ni shujaa, alikuwa ni shujaa batala, alikuwa ni aliman, alikuwa ni mjuzi adil, na alikuwa ni mwadilifu rahimahullah ta'ala. Allah bihi. وقد صنف الشيخ عبد الخطاب بن دحية له مجلدا في المولد النبوي، na alimtungia Sheikh mmoja nimemtaja mwanzo, Abdul Khattab bin Dihya, alimtungia kitabu huyu mfalme cha mjaladi mmoja kinazungumzia maulidi, akakiita at-tanwir fi mawlid siraj al-munir, faajazahu ala dhalika bi 1000 dinar, akamlipa kwa sababu hiyo dinari 1000. Waqad talat muddatuhu fi mulki fi zamani dawla as-salahiyya, utawala wake ulirefuka katika zama za dola ya Salahiyya. Waqad kana muhasiran banina Akka, alikuwa miongoni mwa kazi zake, alikuwa ameuzingira mji wa Akka kwa ajili ya kuchukua na kuingiza katika miji ya Uislamu. Wa ila hadhihi sana, na katika mwaka huu Mahmud, yani mpaka katika mwaka huu 330 na kufa Mahmud asema Mahmud alikuwa ni Mahmud, alikuwa ni mtu ambaye anasifika vizuri. Wallahu musta'an. Maneno ni mengi, akawa anaelezea sira na historia ya huyo mfalme. Kwa ukisoma maneno haya, hakuna sehemu ambayo Ibn Kathir amesema maulidi na khilafu. Yeye anataja historia ya huyu mfalme na miongoni mwa aliyofanya, na kama kusema kwake kwamba kama ya'malu maulid sharif, kwamba alikuwa anafanya maulidi tukufu, eti ndio iwe sababu ya kumfanya maulidi kuwa ni jambo la khilafu, kuni mfahamu mdogo. Kwa sababu maulidi kuita sharifu haimaanishi kwamba maulidi hiyo sasa imekuwa inafaa, kwa sababu vitu sharifu ni vingi, lakini haifai kusherehekea. Siku ya kuzaliwa mtume ni sharifu, naam, lakini haifai kuisherehekea. Kama ambavyo siku ya kukamilika dini ni sharifu, siku ya mtume kufungua Maka ni sharifu, siku ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia Madina ni sharifu, siku ya mtume kushinda Badri na Uhud ni sharifu, siku ya mtume kushinda Hunaini ni sharifu, siku ya Ghadir Khum ni sharifu.
Haya masiku yote ni masiku ambayo ni matukufu, lakini je, inafaa kusherehekea katika masiku hayo? Anajawabu la. Kwa hiyo Ibn Kathir kuita kwamba ni Maulid Sharif haimaanishi kwamba inafaa kusherehekea. Lakini swala alikuwa analifanya huyu bwana ilikuwa ni bid'a, na bid'a hii alitoa moja kwa moja kutoka kwa Mashia, ambao Mashia hawa mpaka Mashia wa kina Jalala, majirani zenu kina Jalala hawa wanasema Mashia hawa ni makafiri. Yaani Mashia hawa wanaanzisha maulidi, hawa kina Jalala hawa wanasema hawa ni makafiri. Akamalizia maneno yake huyu bwana kwa kutaja kaida mbaya, kaida chafu ya Ikhwanul Muslimina, ambayo inathibitisha kwamba hata wao walikuwa hao wote ni ikhwani hao, na ndio maana wanafanya mambo ya ikhwani. Akasema kwamba hatupo kwenye kueleza yani namna ya maulidi inavyofanywa, la, just ile siku ihtifau bi yawm maulidihi sallallahu alaihi wasallam ni masala ambayo watu wanachuoni wa ahli sunna wameyakubali. Sema kwamba wanachuoni wa ahli sunna wamekubali uwepo wa maulidi, na wanachuoni ambao wameyataja kwenye maneno yao ni watatu. Ibn Taymiyyah tumeona hapana kukubali maulidi, As-Suyuti aliyakubali, lakini kwa mujibu wa misingi ya kisheria alikosea. Na mwanachuoni akikosea anapata thawabu moja, na akipatia anapata thawabu mbili, na haifai kumfuata katika kosa lake. Na akamtaja Ibn Kathir kwamba ameyagusia, akawa anaelezea ameyagusiaje. Je, ameyahalalisha au ameyaharamisha? Na tukaona kwamba hapana, Ibn Kathir alikuwa anaelezea historia ya Mudhaffaruddin Umar Kokobori Baktakin. Kwa hiyo hakuna maulama wa sunna ambao wameyakubali maulidi wakawa wamepatia. Hasa akasema, mbona hatutaki kupeana udhuru? Mbona sisi tumetanguliza ugomvi na vita, wakati twaweza kubaki na tukaheshimiana kama tulivyoheshimiana katika masala mengine? Mbona kama haya mengine hatukubaliani? Na kwa kuwa watu hawapitii vitabu, ukimwambia kwamba Imamu Suyuti ambaye ametunga vitabu vingi na watu wafaidika kama vitabu vya Mustalah al-Hadith na vingineo, watu ushtuka. Naam, enda kaangalie, ana kitabu hasa Imamu Suyuti amekitunga, anazungumzia kuhusu maulidi. Ibn Kathir amegusia kwenye vitabu vyake kuhusu maulidi, na wengine, yani mimi naweza kukupa majina ya wanachuoni wasiopungua 15 katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Hii ukiangalia maneno haya yanasanifu itikadi ya Hasan al-Banna, najtamiu fi ma ittafaqna fihi wa ya'muru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna najtamiu fi ma ittafaqna fihi wa ya'muru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kwamba sisi Waislamu tunakubaliana katika mambo ambayo tunakuwa kitu kimoja katika mambo ambayo tumekubaliana. Tunaamini kwamba Allah ni mmoja, tuwe wamoja. Tunakubaliana kwamba nguzo za Uislamu 5, tunakubaliana kwamba swala ni 5. Katika haya mambo ya namna hii tuwe kitu kimoja. Lakini tusikatane, tubaki katika umoja wetu, kisha tupeane udhuru katika mambo ambayo tunakhtilafiana. Waliozua maulidi Mashia na waliowafuata man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum, na waliowafuata na sisi tunaokataa maulidi tuwe kitu kimoja, tusitengane. Wale wanaosema kwamba Aisha alizini na sisi tunaosema kwamba Aisha ni msafi tuwe kitu kimoja. Wale wanaosema kwamba talqini, kumsemesha maiti, na sisi tunaopinga tuwe kitu kimoja.
wale wanaosherehekea haya mazazi ya mtume na sisi tusosherehekea tuwe kitu kimoja, sisi tunasema hapana, hatukubali swala hilo, kwa sababu umoja wa namna hii ni umoja wa Kiyahudi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameukemea kwenye Qur'an. Tahsabuhum jami'an, unawadhania ni wamoja, wa qulubuhum shatta, hayakuwa ni wenzao ni tofauti. Dhalika, hilo li'annahum qawmun la yaqilun, kwa sababu wao ni watu ambao hawana akili. Kwa hiyo katika imani hii ilikuwa ni majibu na maelezo kuhusu masala ambayo wameyazungumza hawa mahizbi Bwana Yusufu Abdi na mwenzake Muhammad Bahero, ya kuwasingizia maulama kama vile Ibn Taymiyyah kadhalika Ibn Kathir kwamba wanaona kwamba masala yana khilafu, na tunaona na sisi tukasema kwamba khilafu baina ya maulidi ipo, lakini khilafu iliyopo sio khilafu ambayo wanaikusudia wao, kwani wao katika mazungumzo yao wanaikusudia khilafu tanawu, na khilafu iliyopo katika maulidi ni khilafu tawadi, ni khilafu ambayo inapingana na Qur'ani, na ni khilafu ambayo sio mutabara, bali ni khilafu ambayo nyuma yake tayari kushatambuliwa na ijma ya salafu salih. Sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.